Yes, habari mdau wa soka. Kama ni mara yako ya kwanza, ni kuomba subscribe, like, comment na kushare ili uzidi kupata updates muhimu za michezo. Michuano ya AFCON 2025 nchini Morocco inatarajiwa kuanza tarehe 21 Disemba 2025 hadi 18 Januari 2026. Yes, michuano hii inakusanya mataifa 24 yaliyogawanywa katika makundi sita. Hapa nimekuletea orodha rasmi ya timu zote 24 zilizofuzu AFCON 2025 ikiwemo majina yao ya utani na wachezaji wawili hatari wa kuchungwa kwa kila taifa pamoja na magrupu matatu magumu yanayotarajiwa kuwa magumu katika michuano hiyo ya AFCON 2025 huko nchini Morocco. Yes, kundi A kulikuwa imepangwa timu kama Morocco, ambapo Morocco ndio mwenyeji wa michuano hiyo ambayo inatambulika kwa jina la The Simba of Atlas au Atlas Lions, au unaweza kusema Simba wa Atlas. Wachezaji wawili wa kulindwa katika timu hiyo ya taifa ya Morocco ni Achraf Hakimi anayepiga katika klabu ya PSG pamoja na Brahimi Diaz anayepiga katika klabu ya Real Madrid. Mali pia inajulikana kwa jina la The Eagle au Tai. Wachezaji wawili wa kulindwa ni kama Yves Bissouma ambaye anayepiga katika klabu ya Tottenham Hotspur ya Uingereza pamoja na Hamari Traore anakipiga katika klabu ya Real Sociedad. Zambia anajulikana kwa jina la Risasi za Shaba ama unaweza kusema Chipolopolo, ambapo wachezaji wawili wa kulindwa ni Lamek Banda anakipiga katika klabu ya Lens ya huko Ufaransa pamoja na Patson Daka anakipiga katika klabu ya Leicester City. Pia kuna timu ya taifa ya Comoros ambapo pia kwenye katika grupu A ambapo inajulikana kwa jina la samaki wa kale au the Coel Lacans, yani wanazungumza wale samaki wa kale, samaki hadim ndo nickname ya timu ya taifa ya Comoros, ambapo wachezaji wawili wa hatari na wa kulindwa ni Faiz Selemani ambao anakipiga katika klabu ya Al Hazin na Maizian Maulida anakipiga katika klabu ya Al. Yes, group B pia ina timu kama Egypt au wenyewe wanajulikana kwa jina la The Pharaohs au unaweza kuwaita mafarao wa Misri. Yes, wachezaji wawili wa kulindwa ni Mohamed Salah ambaye anakipiga katika klabu ya Liverpool pamoja na Omari Marshall ambao anakipiga katika klabu ya Frankfurt ya Ujerumani, ambapo hapo awali alikuwa anakipiga katika klabu ya Manchester City. Timu nyingine ni South Africa ambao wenyewe unatoka waita vijana au Bafana. Wachezaji wawili wa kulindwa ni Ronwen Williams ambaye anakipiga hapo nyumbani South Africa, anakipiga katika klabu ya Mamelodi Sundowns pamoja na Teboho Mokoena ambaye anakipiga katika klabu ya Mamelodi Sundowns. Pia bila kumsahau Percy Tau ambayo hapo awali alikuwa anacheza katika klabu ya Al Hilal ya huko Misri. Pia kundi B ina timu kama Angola ambayo Angola wenyewe wanajulikana kama swala mweusi ambaye unaweza kuwaita ni Pelicans Negras au swala weusi. Wachezaji wawili wa kulindwa ni kama Gelson Dala ambaye anakipiga katika klabu ya Al Wakkar pamoja na Zito Luvumbo ambaye anakipiga katika klabu ya Calcaria ambaye iko katika nchi ya Uhispania. Pia kuna timu kama Zimbabwe ambayo inajulikana kwa jina la Mashujaa au The Warriors. Wachezaji wawili wa kulindwa ni kama Marshal Monetsi ambaye pia katika klabu ya Reims ya Ufaransa pamoja na Kama Billions ambaye anapiga katika klabu ya Yada FC. Pia kundi C kuna timu kama Nigeria ambayo wenyewe wanajulikana kwa jina la Tai wakubwa au The Super Eagle
Wachezaji wawili wa kulindwa katika timu ya Nigeria ni Victor Osimhen ambaye anakipiga katika klabu ya Galatasaray ya Uturuki, pamoja na Ademola Lookman ambaye anakipiga katika klabu ya Atalanta ya uko Italy. Pia kuna timu kama Tunisia katika kundi C ambayo wenyewe wanajulikana kama Taiwa Cather au unaweza ukawaita Catherine Eagles, ambayo wenyewe wachezaji wawili wa kulindwa ni Elias Sril ambaye anapiga katika klabu ya Frankfurt ya uko Ujerumani, pamoja na Yusen Msangni ambaye anapiga katika klabu ya Al Arabi. Pia katika kundi C kuna Uganda ambayo yenyewe unaweza ukawaita The Cranes au jina nickname yao unaweza ukawaita Makorongo au The Cranes, ambayo wachezaji wawili wa kulindwa katika timu ya taifa ya Uganda ni Steven Mukwala ambaye anakipiga katika klabu ya Simba Sports Club ya Tanzania, pamoja na Travis Motiaba ambaye anakipiga katika klabu ya Bordeaux ya uko Ufaransa. Pia katika kundi C kuna timu nyingine ni Tanzania ambayo yenyewe inajulikana kwa jina la Taifa Star. Wachezaji wawili wa kulindwa hapa katika timu ya taifa ya Tanzania ni Mbwana Ali Samata ambaye anakipiga katika klabu ya Paoko ya huko Ugiriki, pamoja na Faisal Salum Abdalla Feitoto ambaye anakipiga katika klabu ya Azam Football Club ya Tanzania. Yes, katika kundi D pia kuna timu kama Senegal ambayo wenyewe wanaitwa The Lions of Teranga au unaweza kuita Simba wa Teranga. Wachezaji wawili wa kulindwa katika timu ya taifa ya Senegal ni Sadio Mane ambaye anakipiga katika klabu ya Al Nassr ya huko Saudi Arabia, pamoja na Nicholas Jackson ambaye anakipiga katika klabu ya Bayern Munich kwa mkopo, japo ni mchezaji wa Chelsea. Pia katika kundi D kuna timu kama DR Congo ambayo wanajulikana kwa jina la The Leopard au unaweza kuita Chui. Wachezaji wawili wa kulindwa katika timu ya taifa ya DR Congo ni Yohannes Wiza ambaye anakipiga katika klabu ya Brentford, pamoja na Fiston Mayele ambaye anakipiga katika klabu ya Pyramid FC ya Egypt. Yes, pia katika kundi hiyo D kuna timu nyingine kama Benin ambayo wenyewe wanajulikana kwa jina The Cheetah au unaweza kawaita Duma. Wachezaji wawili wa kulindwa katika timu ya taifa ya Benin ni Steven Maonin ambaye anapiga katika timu ya Augsburg ya huko Ujerumani, pamoja na Junior Olaitan ambaye anapiga katika klabu ya Troyes. Haya, katika timu nyingine ambayo iko katika kundi D ni Botswana ambayo wenyewe wanajulikana kwa jina la The Zebras au unaweza kawaita Pundamilia. Wachezaji wawili wa kulindwa katika timu ya taifa ya Botswana ni Tumisang Orebonyi ambaye anakipiga katika klabu ya FC FAR Rabat ya nchini Morocco, pamoja na Kabelo Sayokanya ambaye anakipiga katika klabu ya Olimpiki Kahoribia. Katika kundi E kuna timu za taifa kama Algeria ambaye wenyewe wanajulikana kwa jina la Mbweha wa Jangwani au The Desert Foxes. Haya, wachezaji wawili wa kulindwa katika timu ya taifa ya Algeria ni Riyad Mahrez ambaye anakipiga katika klabu ya Al Hilal ya uko Saudi Arabia, pamoja na Mohamed Omar ambaye anakipiga katika klabu ya Wolfsburg ya huko Ujerumani. Pia kuna timu kama Burkina Faso ambayo yenyewe inajulikana kama Farasi Tume au The Stallion ambayo ina wachezaji wawili wa kulindwa kama Edmond Tabsoba wa Bayer Leverkusen, pamoja na Dango Utara anakipiga katika klabu ya Bournemouth. Pia kuna timu kama Equatorial Guinea katika kundi E ambapo wenyewe nickname yao ni Radi ya Taifa au unaweza kawaita Zangala National. Wachezaji wawili wa kulindwa katika timu hii
ya taifa ya Equatorial Guinea ni Emilian Nsue ambaye anakipiga katika klabu ya Interset, ambapo ikumbuke kwamba yeye ndio alikuwa mfungaji bora wa AFCON iliyopita ambapo alifunga magoli 5 japokuwa timu yake ilitolewa mapema. Pia kuna mchezaji mwingine anaitwa Ivan Salvador ambaye anakipiga katika klabu ya Wisla Block, ambapo pia ni mchezaji mmoja hatari na wa kulindwa. Katika kundi la mwisho, kundi F, kuna timu kama Ivory Coast ambayo wenyewe wanajiita The Elephant au unaweza kawaita Tembo. Wachezaji wawili wa kulindwa katika timu hii ya taifa ni Frenkie Kessie pamoja na Amad Diallo, japokuwa Simon Adingra hajaitwa katika timu ya taifa ambayo anakipiga katika klabu ya Brighton, huko Amad Diallo akipiga katika klabu ya Manchester United. Nikumbuka kwamba Ivory Coast ndio ilikuwa mwenyeji wa michuano ya AFCON iliyopita 2023 na Frenkie Kessie na Simon Adingra ndio watu waliochangia kupatikana kwa magoli mawili na kuibuka wabingwa wa michuano hiyo ya AFCON 2023. Timu nyingine ambayo kundi F ni Cameroon ambayo wanajiita Simba wasiofungika au wanaweza kuita Indomitable Lions. Wachezaji wawili wa kulindwa katika timu hii ya Cameroon ni Bryan Mbeumo ambaye anakipiga katika klabu ya Manchester United kwa sasa, pamoja na Vincent Aboubakar ambaye anakipiga katika klabu ya Hatta Sport. Pia timu nyingine ya taifa inayopatikana katika kundi F ni Gabon ambayo wenyewe wanajiita Chui Milia au The Patons. Wachezaji wawili wa kulindwa katika timu hii ya taifa ni Pierre-Emerick Aubameyang ambaye anakipiga katika klabu ya Al Ahly, na pia mchezaji mwingine ni Dennis Bouang ambaye anakipiga katika klabu ya Lens Football Club. Timu nyingine ya mwisho ambayo inapatikana katika kundi F ni Mozambique ambao wenyewe wanajiita The Mambas au Mamba. Wachezaji wawili wanaotoka kulindwa katika timu hii ya taifa ni Genyi Katomo ambaye anapiga katika klabu ya Sporting SP ya huko Ureno, pamoja na Reinildo Mandava ambaye anapiga katika klabu ya Atletico Madrid. Wanakuteza katika makundi matatu magumu yanayotarajiwa kuwa magumu, au unaweza kusema makundi ya kifo katika michuano hiyo ya huko Morocco AFCON 2025. Makundi hayo ni kundi B, ambalo kundi B ina timu kama Egypt, South Africa, Angola pamoja na Zimbabwe. Misri na Afrika Kusini zote zina historia kubwa, huku Angola na Zimbabwe zikiwa na uwezo wa kupindua matokeo dhidi ya timu yoyote. So ili kundi B linatarajiwa kuwa kundi moja kati ya makundi magumu ya AFCON msimu huu wa 2025. Kundi lingine ni kundi C ambapo lina contain timu kama Nigeria, Tunisia, Uganda pamoja na Tanzania. Hili kundi linatarajiwa kuwa gumu kutokana na upinzani mkali wa kikanda wa Afrika Mashariki, Uganda vs Tanzania, kwa sababu tumeshakutana sana na matokeo. Tanzania inapataga matokeo ya shida dhidi ya Uganda, na pia Uganda na Tanzania zinakutana dhidi ya mataifa makubwa ya soka Afrika kama Nigeria pamoja na Tunisia. Kundi gumu la tatu na la mwisho kwa upande wangu ni kundi F ambapo ina contain timu kama Ivory Coast, Cameroon, Gabon pamoja na Mozambique. Hili linachukuliwa kama kundi gumu zaidi kwani lina mabingwa watetezi kama Ivory Coast ambaye msimu wa AFCON iliyoisha 2023 alikuwa ni bingwa, na miamba kama Cameroon, huku Gabon ikiwa inatarajiwa kuwa na upinzani mkali, na kwani inajulikana kuwa na washambuliaji hatari.
Hivyo hayo ndio maoni yangu ya magrupu matatu magumu ya AFCON 2025. Sasa ni kuombe ushushe comment yako hapo, uandike na wewe ni maoni gani unayo kuhusiana na AFCON ya msimu huu, na ni magrupu gani itakuwa ni magumu kwa upande wako. Nitakujibu comment yako na nikukumbushe usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare ili uzidi kupata updates za muhimu, updates za ukweli na uhakika kutoka katika YouTube account ya Mau Sports Media.